Mr. Speaker, mimi nashangaa Ruto mmoja wakati alikuwa na campaign na nukuu akisema ya kwamba yeye akiingia kwa power atahakikisha judiciary iko independent, inafanya kazi yake. Atahakikisha polisi hawafati wanasiasa. Yeye atahakikisha amelinda katiba yetu ya Kenya. Leo hii hakuna mtu mwenye atapigwa risasi mwenyewe na mdomo yake. Leo hii yeye ndiye anachangia watu wanapigwa marisasi, watu wanafanywa abduction, judiciary amechokora. Mr. Speaker, mimi naambianga ukweli. Mimi naendanga kotini every time. Hata hawa majaji wamechoka na Ruto. Majaji wenyewe. Hata hawa maaskari wanasema 2027 itafika siku gani? Raia muamuke. Sisi hatuwezi ongea kwa sababu wako kwa kirauni. Kirauni imewafeva. Wamechoka na hii maisha. Ukiangalia saa hii wanajeshi wameingia kwa historia. Mwanajeshi anakatwa affordable house. Mwanajeshi askari anakatwa affordable house na anakaa kwa kibanda. Nyumba za maaskari zinakaa container. Wanalala kwa baridi. Mr. Speaker, vijana ambao wanataka kuunda nchi lazima tuelezane ukweli. Na mimi nilikaa kupinga hii serikali. Mimi naheshimu Raila Odinga. Ni doctor wa siasa, ni principal, ni headmaster, ni senior teacher. Siwezi ongea kitu mbaya kuhusu baba, anaweza nilaani. Lakini Ruto naweza ongea kitu mbaya juu tunatoshana na hiyo miaka. Kidogo tusonge nyuma kidogo. One step. Sawa. Asante sana Mr. Speaker. Hata ukiniangalia nakaa upinzani original. Hata mavazi unaona niko strong na niko imara. Mr. Speaker, hata kichwa original. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Wale vijana ambao wanakuja hapa kwa bunge wanaongea, wanasupport mambo ya abduction, hawajaishikwa. Hao madisi sio watu wa kucheza na wao. Ona hapo nyuma tafadhali. Mr. Speaker, madisi sio watu wa kukuja kwa social media. Sisi ndio tunachangia abduction katika hii nchi. Mr. Speaker, mimi nimeshashikwa mara ngapi? 5. Kutoka pale kwa seli venye walituenjoy ati mtu uwe watu. Tupe kwa are. Kate. Weka kwa gunia. Ubebe. Peleke kwa are. Rudi Soweto. Ushikwe. Upelekwe seli na DCI. Utoroke. Wana watu si wajinga Mr. Speaker. Serikali na blackmail wa Kenya. Na serikali ilikuwa inataka hii story iwaondokee. Ndio kwani kila siku tu yule jamaa ambaye alipatikana, wale watu walipatikana kwa are, jamaa anakaa Soweto. Mwenye alipiga ng'onde wale risasi Soweto. Kwani kila kitu ni Soweto linaweka majangili. Kwani hao madisi wanatuchukuanga sisi kwa matako, si ndio? Kila mtu anakaa Soweto. Bora mtu afanye criminal Soweto. Mtu akiuliwa Soweto. Na akishikwa anaachilia. Mr. Speaker, ile seli hata kuota jua huwezi toka. Siasa anakuanga na wewe bamba kwa bamba, hapa kwa hapa. Hata ukikojoa anauliza unaenda kukojoa, bunduki wanakusimamia unakojoa. Mr. Speaker, ninashangaa youth wale ambao inafaa tengeneze inchi waseme mambo ya abduction ni mbaya, wana support. Una support abduction. Bwana, kama DCI hajawahi kushika ukae kwa boot. Usiongee mambo ya abduction na usisupport. Watu mimi nawajua. Na DCI ya kuangira askari yoyote. Mimi sifanyangi na askari urafiki. Tukutane na wewe nikubaie laji niende, biashara nyingine sitaki. Story sitaki. Hata ndugu yako akitumwa, enda uchukue, watakuchukua. Yako kwa kirauni. Mr. Speaker, mambo nimeona leo kitu yenye sijaiona. Serikali ya Kenya imegeuza Kenya kuwa mahali pa abduction. Tumekuwa kotini hapa. Sheria iko kama mumesummon mtu na amekataa,
ndio mnamshika. Kiongozi ambaye amechaguliwa na watu wengi anashikwa kama raia kawaida na vutwa cheki na hakuna summon yoyote, wanataka kuenda naye. Mr. Speaker, mimi nashangaa Ruto mmoja wakati alikuwa na campaign na nukuu akisema ya kwamba yeye akiingia kwa power atahakikisha judiciary iko independent, inafanya kazi yake, atahakikisha polisi hawafati wanasiasa, yeye atahakikisha amelinda katiba yetu ya Kenya. Leo hii hakuna mtu mwenye atapigwa risasi mwenyewe na mdomo yake. Leo hii yeye ndiye anachangia watu wanapigwa marisasi, watu wanafanywa abduction, judiciary amechokora. Mr. Speaker, mimi nawaambianga ukweli. Mimi naendanga kotini every time. Hata hawa majaji wamechoka na Ruto. Majaji wenyewe. Hata hawa maaskari wanasema 2027 itafika siku gani? Raia muamuke. Sisi hatuwezi ongea kwa sababu wako kwa kirauni. Kirauni imewafeva. Wamechoka na hii maisha. Ukiangalia saa hii wanajeshi wameingia kwa historia. Mwanajeshi anakatwa affordable house. Mwanajeshi, askari anakatwa affordable house na anakaa kwa kibanda. Nyumba za maaskari zinakaa container. Wanalala kwa baridi. Mr. Speaker, vijana ambao wanataka kuunda nchi lazima tuelezane ukweli. Na mimi nilikaa kupinga hii serikali. Mimi naheshimu Raila Odinga. Ni doctor wa siasa, ni principal, ni headmaster, ni senior teacher. Siwezi ongea kitu mbaya kuhusu baba, anaweza nilaani. Lakini Ruto naweza ongea kitu mbaya juu tunatoshana na yeye miaka. Baba ni mzee. Ruto sayani. Hata kama hako kwa power, nafaa ni mkosoe. Anapeleka inji mahali pabaya. Wewe umeona kwa TV mtu anasema tumeingia hapa saa 4 nimekuja kuona president na anaenda kulala njaa kwake. Wewe unakuja kuona Ruto. Mr. Speaker, mimi nataka niambie youth wale ambao wako na future kwa hii nchi, lazima tukae tukijua Kenya sisi ndio tunaunda na sisi tena ndio tunabomoa. Mwisho Mr. Speaker, kule Western wapende wasipende, unajua sisi Waluhya tumekuwa yatima kwa muda mrefu, na ukienda kurithi bibi ya mtu watoto wakomae wakwambie wewe sio baba wetu, kanyaga nje, lazima utaenda. Wetangula na Mudavadi sio baba zetu. Baba yetu amezaliwa Western ambaye anaitwa Joe wasipende. Mulie musilie. Naona hii mambo yanatembea inaumiza watu sana. Natembea endelea kusukuma watu kwa ukuta. Na sisi tuko nyuma yako. Hata nikifinywa nitawekwa historia. Nitakuwa kama Kimathi. Nitawekewa sanamu kubwa. Kanga alipigana na Ruto. Ruto si mtu mchache. Ruto ni kila. Mr. Speaker, mimi kama Nuro Kanga naambianga kwa hii bunge nimebakisha vitu ngapi? 2, kusomesha watoto na kukula. Nimezaa na kukufa tena iko. Biblia inasema kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Hakuna mtu atapasuliwa mbao. Hata hao viongozi wale wanaua watu, hata hao DCI wanaweza niua leo, kesho waingie kwa trailer, so wamekufa. So tutakutana mbinguni. Hata Biwott alikufa. Hata Biwott ndiye alikuwa kila. Ako wapi? Ninapika mimi nataka niseme. Nikimalizia. In Western nimeona tumbo joto imeingia kwa viongozi. Tumbo joto imeingia kwa sababu ya mtu mmoja Western anaitwa George Natembea. Ana ukabila. Anasema sisi kama nyumba yetu lazima tujipange. Ndio tukienda kwa table tukue na numbers. Hawa kina Musalia, Wetangula, movement ya Tawa itaendelea kazi. Na Western mimi nakwambia Mr. Speaker, saa hii mwenye ako na kifunguo ya Western ni George Natembea. Unganishe Waluhya bana. Waluhya nimesema Western imebeba hiyo Bungoma. Ukitaka kuingia Western saa hii 2027
Kama unataka kwenda Western, lazima uulize natembea ruhusa. Kama utamuuliza ruhusa, utajua ujui. Utajua ujui. Mr. Speaker, mimi kama kijana ambaye niko na future ya kuwa MCA, nikuwa MP, nikuwa senator, governor na nimalizie president. Najiamini, wewe cheka tu. Cheka tu na utakuja kwa ofisi nikusaidie. Cheka tu. Usipokuja utatuma mjukuu wako. Mr. Speaker, mimi nakaanga na hurumia hawa vijana kwa sababu wengi wetu kwa hii bunge sijui ni njaa, sijui ni kuchanganyikiwa, sijaelewa ni nini nafanya watu hapa. Yani mtu leo unasifu serikali, kesho umemea pembe unakataa serikali. Yani kutangaza tu kama Nuru Okanga usiku na mchana mimi na support upinzani ni makosa. Ni makosa. Nimezafika, nataka nimalizie na historia ya Tanzania. Huyu Mama Suluhu Hassan is very stupid. Very stupid woman. Nimezafika Kenya imeshinda Tanzania. Nikiongea na kizungu huyo mama hatasikia juu kizungu. Nimezafika, mimi nataka niambie Suluhu Hassan na namwambianga kila siku, wewe mama umekalia kiti ya marehemu. Hiyo ndio first warning. Kiti ya marehemu. Ajai first election. Nimeona watu wengine wanasema ati Boniface Mwangi ataarifirwa, atafirwa. Mr. Speaker, Boniface Mwangi vitu zenye amefanya ni mingi sana. Boniface Mwangi ni mwanaharakati. Hata leo hii nikishikwa utaona Boniface activist kama mimi. And Mr. Speaker, kijana ambaye anaweza shikwa wakati wowote na akose bill, cash bill, Boniface Mwangi atakuja kulipa. Ana support at Boniface Mwangi afinyo stupid wewe. Wewe ni kumbafu. Na wewe ukitaka, kama unajua Boniface Mwangi analipwa na mzungu, si hata wewe utafute mzungu akulipe. Si utafute huyo mzungu. Tuache kutumia akili ya primitive. Tusikuwe watu nasemanga kila siku kwa hii bunge, wale watu hawajasoma ndio wanaonekana wamesoma kwa hii bunge, na wale watu wamesoma ndio wanaonekana useless person in this bunge. Useless people. Hawawezi toa point yoyote, wananyamba tu kwa kuongea. Anajaribu. Bora wamekuja hoji ambao wanaanza kunyamba kwa maneno. Lazima tujue, wewe Mama Suluhu Hassan ujui kizungu, unajua tu Kiswahili peke yake. Na nchi yetu ya Kenya ukikuja hapa, wewe kama Mama Suluhu Hassan, hata niliambia Ruto Mr. Speaker alikosa sana kuomba Tanzania msamaha. Aniachie hawa makateli wa Tanzania nidili na wao. Kama kuna nchi inaongozwa na ushoga ni Tanzania. So tuliona Diamond alifirwa kwa matako na bididi mpaka akashindwa kutembea airport ya kwao na akamubaia ndege. Tumeona hapa Kasipul, ukiona Kasipul ameenda Tanzania anakuanga ametoka period anaenda kutolewa kuti na bididi na Diamond. Mimi nataka niseme Diamond na Kasipul, chukua Kasipul mjengee nyumba Tanzania, umtoe kutu kila siku. Sisi hatutaki mambo ya Kasipuli hapa Kenya kutusumbua. Subaru tumezoea my friend. Na hiyo Subaru ni mafuta yangu ninanikujianga. Sababu nanunua chumvi, nalipa school fees, na ninunua kila kitu. Mr. Speaker, nchi ya Tanzania inaongozwa kwa mambo ya ushoga. Mimi naongea bila kuogopa. Diamond sio Mkenya. Alifirwa matako. Kama alifirwa. Si Diamond alifirwa na bididi mpaka akatembea hivi huku kumekuwa chungu. Bididi ameweka akambaia ndege. Sisi tunaambia mama Tanzania, sisi wa Kenya tunajitegemea na hatuna tabia ya ushoga. Hatuna. Sisi hapa ni mwanaume kwa msichana.
chuma iingie kwa shimo. Order, member. Na hiyo kitu ni tamu sana. Haistahili hiyo kitu ya mbele ipotee iingie kwa choo. Nyuma ya mwanaume ni choo. Inaingianga mahali kuna unyefu. Mimi nilishangaa Diamond alikaa aje ndio akafirwa. Alikaa style gani? Wanaume anakaanga style gani ndio wapapasi huko nyuma wa kifo ya mende. Ama kifo ya mende. Ama alikaa. I rest my case. Thank you very much. Asante sana.